Hebu sikiliza mpaka mwisho. Sikiliza mpaka mwisho. Kuna madai ya haki, lakini haki huja baada ya wajibu. Fanya wajibu wako, udai haki. Lakini pia katika kudai haki tumekubaliana njia za kudai haki. Sasa timiza wajibu wako, useme mimi nimetimiza wajibu wangu, lakini haki hii sikuipata. Kwa hiyo nenda kwenye vyombo vinavyotoa haki, uende ukadai haki yako. Japo wanasema haki haiombwi, hudaiwa, sio madai haya waliofanya wenzetu. Hapana, tumeweka vyombo vya madai ya haki. Kwa hiyo wale wote wenye madai ya haki tutimize kwanza wajibu wetu, halafu twende tukadai haki zetu. Nimesema jenga nchi ni mwananchi. Kwa hiyo sisi ndio wananchi wa Tanzania. Uwe unatambua uwepo wa serikali hii, uwe hutambui uwepo wa serikali hii, serikali ipo, inaendesha Tanzania, na sisi ndio wananchi wa Tanzania tunaotakiwa kusimama, kushikana, kufanya umoja wetu, kuweka nguvu kwenye amani na utulivu wa nchi yetu. Tanzania oi! Nianze kwa kusoma katika kitabu cha Methali ile sura 29 na mstari wa 2 unasema, wenye haki wakiwa na amri watu hufurahi, bali waovu watawalapo watu hugua. Wenye haki wakiwa na amri watu hufurahi, bali waovu utawalapo watu hugua. Maana yake ni nini? Hii ina maana ya kwamba watu wanaotawala ni waovu. Kwa hiyo hata hii namna alivyosema kwamba haki, mwende mkadai haki, hii ilikuwa sio kauli ya kuzungumza kama rais. Uende ukadai wapi sasa? Na nani atakupa haki kama rais mwenyewe haijui maana ya haki? Uende ukadai kwa nani sasa? Maana hii haki tunaidai ni haki ya kitaifa. Ni haki ya kitaifa, sio haki ya mtu mmoja ama wawili. Hata kama ni ya mtu mmoja wawili, wewe kama kiongozi mkuu una uwezo wa kutoa amri na huyo mtu akapewa haki kwa wakati ule. Inawezekana. Hata kama kesi sijui iko wapi, inawezekana ukatoa amri wewe kama kiongozi mkuu. Sasa Biblia inasema kwamba wenye haki wakitawala watu, wenye haki wakiwa na amri watu hufurahi, bali waovu watawalapo watu hugua. Kwa hiyo waovu ndio wanatutawala. Hata hii haki ambayo nasema kwamba twende tukadai, hii ni kama kutumia lugha ya kejeli, lugha ya jeuri. Tukienda kusoma katika kitabu cha hii sura ya 29, hii Methali 29 na mstari wa ngapi? Mstari wa 7 nasema, mwenye haki huangalia madai ya maskini. Mwenye haki huangalia madai ya maskini, bali mtu mbaya hana ufahamu, hata hajui masuala ya haki. Hana ufahamu masuala ya haki. Ila mtu mwenye haki huangalia madai ya maskini. Kwa hiyo nyinyi hamwezi mkajua kuna watu wanaumia, kuna watu wanaumizwa, kuna watu wameuliwa ndugu zao, kuna watu wamepigwa kwa marisasi, kuna watu wametekewa ndugu zao. Hamwezi mkasikiliza, na ndio maana mnatumia kauli hizo kwamba nendeni mkadai haki. Waende kudai haki wapi? Ili haki patikane, kiujumla haki patikane, ni watu waovu kuachia madaraka, waovu waachie nchi, waingie wenye haki, waovu waachie nafasi, waovu waachie vitu walivyo navyo, ili waingie wenye haki, ili taifa watu wapate kufurahi. Watu wapate kufurahi, watu waweze kufurahi. Na kati waovu wamekalia kiti, wanawezaje kufurahi? Wataenda wapi wasikilizwe? Kwani watu waliobomolewa maduka, nani kasimama na kuwatetea? Kuna mtu gani kafungua kinywa chake? Nani aliyowatuma wabomoe maduka? Nani aliyotuma wabomoe maduka? Watu waliotekewa ndugu zao, nani kawatuma? Na hayo watu mbona hawajachukua hatua? Hakuna kiongozi yote aliyetoa tamko juu ya watu waliotekwa, juu ya watu waliouawa. Kiongozi gani katoa tamko? Kauli zinazokuja ni kauli za kejeli, kauli za kuumiza, kauli za kiburi ndizo zinazotolewa. Kwa hiyo unakuja kuona kwamba hakuna haki.
Hakuna haki, kwa sababu waovu watawalapo watu huugua, ila mwenye haki akitawala taifa hufurahi, watu hufurahi, watu huwa na raha, watu hufurahia taifa lao. Sasa tukisoma hii tukishuka hapo hivi katika mstari wa 9 unasema mwenye hekima inasema mwenye hekima akijadiliana mstari wa 8 unasema watu wenye dharau huwasha mji moto, bali wenye hekima hugeuzia mbali ghadhabu. Watu wenye dharau huwasha mji moto. Hata hii ambao mnalaumu au vijana Jay-Z ambao mnasema kwamba walitumia kwenda kuchoma sijui nini, nyinyi ndio mmechoma, sio vijana wale, kwa sababu mungekuwa mmewasikiliza wale vijana hayo yasingetokea. Ndio maana unaona hapa Biblia inasema kwamba watu wenye dharau huwasha mji moto, bali wenye hekima hugeuzia mbali ghadhabu. Kwa sababu mngekuwa mnawasikiliza vijana hao, mngewasikiliza tangia zamani, hayo yasingetokea, watu kuuana singetokea, mungeepusha mbali, mungeweza kulitatua tatizo, kwa sababu watu wanataka wasikilizwe. Ukiona watu wanalia, ujue watu wanaumizwa, watu wanaonewa, watu wanahitaji msaada. Ukiona mtu analia, anapiga kelele kila siku, huyu mtu anahitaji msaada. Ukiona kelele kimekuwa nyingi huku na kule, inatakiwa usimame wewe kama mkuu wa nchi ukatatue tatizo. Sasa kama mkuu wa nchi atakuwa ni mwovu, hakuna haki. Ili haki patikane, ni yule mtu kutoka achie kiti, na kisha achia kiti aingie mtu mwenye haki. Hivi haki haiwezi katokea. Na ndio maana Magufuli alivyoingia kitu cha kwanza alikataa yale mamluki, alikataa machawa, alikataa wanaumiza taifa, aliwakataa. Watu wakawa na haki, alikuwa anaingia sehemu popote pale hivi. Watu wanapolia, watu wanakoonewa, na tatizo linatatua pale pale. Sasa ukitumia kauli hii kwamba waende wakadai haki, unaenda kudai wapi haki sasa? Hiyo haki unaenda kuidai wapi sasa? Unaenda kuidai wapi hiyo haki sasa? Waende wakadai haki, unaenda kuidai wapi? Wewe kama mkuu wa nchi hujui maana ya haki. Haki sio ile sasa. Wangetumia njia gani ili wapate haki? Kwa sababu wale vijana kutoka kwenda kuandamana walitaka haki. Waliona ndio njia pekee, kwa sababu wamekosa msaada. Kuna mtu anayewatetea, kuna mtu anayeongea. Watu vilio huku na kule, kila mahali ni vilio, kila mahali watu wanalia, kila mahali watu wanalia. Kila mtu ana kilio chake. Huyu anasema kwamba nimetekewa ndugu yangu, nimeuliwa ndugu yangu, nimebomolewa duka, nimefanywa hiki. Kila mmoja na kilio chake. Hakuna mtu anayesema, hakuna mtu anayesimama, kama vile nchi ilikuwa nchi haina rais. Na watu hujifanyia wanayotaka. Kuna wengine kuna klipu zinasambaa. Kuna wengine hiyo siku ya tarehe 29 wamepiga watu, wameua watu kwa risasi, wengine walikuwa na baka watu. Walikuwa na baka. Halafu tumekaa kimya kwamba mjenga nchi ni mwananchi mwenyewe. Sasa kama mjenga nchi ni mwananchi mwenyewe, sasa nchi ni wananchi, kwa nini msiwasikilize sasa? Kama nchi ni wananchi, msiwasikilize. Na maana mkishinda kuwasikiliza, mwananchi anataka achukue hatua. Kama yeye ndio mwananchi, kama yeye ndio mwenye nchi, achukue hatua. Kwa sababu kama mimi ndio mwenye nchi, na mambo naona yanaenda sio vizuri, sio mazuri, naona yanazidi kuharibika, mimi natakiwa nichukue tahadhari, nichukue hatua ya kuweza kudhibiti ile tatizo. Ndio maana naona wale vijana walitoka kudhibiti ile tatizo, wadai haki. Kwa sababu kama nchi na wananchi, na mnadhibitisha kwamba mjenga nchi ni mwananchi mwenyewe, ina maana wananchi wote wakikaa wakawa ni viaza sasa, wakawa ni mataira ndani ya nchi, hiyo itakuwa ni nchi? Haitakuwa ni nchi. Ndio maana naona wale vijana waliona kwamba huku tunakuelekea sio pazuri, na tulikofikia sio pazuri, ikabidi wachukue hatua ya kuweza kudhibiti, kulitatua tatizo, kudhibiti tatizo. Sasa kwa nini mliwaua sasa? Kwa nini mliwafanyia vile? Nchi ni ya wananchi, sio ya mtu. Nchi ni ya wananchi, sio ya mtu mmoja ama wawili. Nchi ni ya wananchi. Sasa kama wananchi wanapiga kelele huku na kule, alafu nyinyi mmekaa
mko kimya, mnategemea nini? Mngetegemea huyu mwananchi angefanya nini? Angefanya nini? Ngoja nikaongeza katika kitabu cha Isaya 1:17 inasema Isaya 1:17 nasema, jifunzeni kutenda mema, takeni hukumu na haki, wasaidieni walionewa, wapatieni yatima haki yake, mteteni mjane. Sasa nyinyi nani mnamtetea sasa? Nani mnamtetea sasa? Mmekaa kwenye nafasi hizo sasa kufanya nini? Hizo nafasi hizo zimekaa kwa ajili ya mtu mwenye haki. Ukiwa ni mtu mwenye haki, taifa furahi, watu furahi, watu furahia wewe. Jifunzeni kutenda mema, takeni hukumu na haki, wasaidieni walioonewa, wapatieni yatima haki yake, mteteni mjane. Haya, njoni tusemezane, asema Bwana, dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama theluji. Zijapokuwa nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama theluji. Zijapokuwa nyekundu kama bendera, zitakuwa nyeupe kama sufu. Fungua kinywa chako, watetee walionewa. Jifunzeni kutenda mema. Sasa kama watu wanaonewa, watu wanaumizwa, alafu nyinyi mmekaa kimya, tafasiri yake ni nini? Tafasiri yake nyinyi ndio mnatenda hayo. Nyinyi ndio mnaumiza watu, nyinyi ndio mnaonea watu. Mnafurahiwa kwa sababu mtu mwenye haki yeye huchukia watu wanaonea watu, huchukia maenezi, huchukia dhuluma. Mtu mwenye haki huchukia maenezi, huchukia dhuluma. Lakini bali kama wewe ukiwa ni mtu mbaya, ukiwa ni mtu mbaya la moyo, ukiwa ni mtu ambaye sio mtu wa haki, wewe hufurahia wanaonea watu, hufurahia maenezi, hufurahia dhuluma, hufurahia. Uwezo ukaongea, utaongea nini wakati wewe mwenyewe ndio unafanya hayo? Kwa namna nyingine, kama watu wanalia, wewe umekaa kimya, kwa namna nyingine wewe ndio unatuma, wewe ndio unafanya hayo. Wewe ndio unafanya hayo. Kwa sababu haiwezekani watu wakawa wanalia kila siku watu wanaonewa, kila siku watu wanalia, alafu umekaa kimya. Maana yake ni nini? Tafasiri yake ndio unayofanya. Tafasiri yake ndio unatuma watu. Kama watu wanatekewa ndugu zao, kila nchi nzima ni vilio, watu wanalia, alafu wewe umekaa kimya. Maana yake ni nini? Tafasiri yake ndio unafanya hayo. Wewe tafasiri yake unawatuma na unawapongeza wanaofanya hayo. Wamefanya kazi nzuri. Lakini ungekuwa ni mtu mwenye haki, huchukia dhuluma, huchukia maovu, huchukia maenezi. Sasa tukiongeza katika kitabu cha Methali 31 na ule mstari wa 8 unasema Methali 31 na mstari wa 8 unasema, fumbua kinywa chako kwa ajili yake aliyebubu, watetee watu wote walioachwa peke yao. Watesi wanasema, fumbua kinywa chako, uhukumu kwa haki, uwapatie masikini na wahitaji haki yao. Fumbua kinywa chako, ukawatetee watu, ukapatie masikini haki yao. Lakini wewe umekaa kimya, tafasiri yake unafurahishwa na mambo hayo, tafasiri yake unafanya, umevutiwa na kitu kama hicho.